Moja ya swala ambalo linaendelea kuzua gumzo lakini pia lilizua gumzo kwenye mwezi Oktoba lakini pia na huu mwezi Novemba ambao bado tupo nao ni swala ambalo linamhusu bidada Nifa alimaarufu kwa jina hilo, lakini pia jina lake jingine ni Jennifer, ambaye alishikiliwa na jeshi la polisi kwa kuonekana kwamba ni mchochezi wa maandamano ama mchochezi wa vurugu mbalimbali kupitia mitandao yake ya kijamii kutokana na posti ambazo alikuwa akiposti. Hivyo walienda pale kazini kwake maeneo ya Sinza ambako kuna maduka yake ya Nifa Cosmetics, wakamchukua na kumshikilia, lakini baadaye taarifa ilitoka kwa jeshi la polisi na waliweka wazi kabisa kwamba wao ndo wanamshikilia Nifa, na wakasema kwamba ana makosa baadhi na uchunguzi unaendelea kufanyika ili kubaini kwamba hivyo ambavyo anahusika navyo, je, kweli amevifanya na adhabu zingine huko mbeleni ziendelee. Sasa watu waliendelea kuuliza Nifa yuko wapi, na wanajamii pia walitamani kujua Nifa yuko wapi. Of course baada ya kujua pia wanasheria ambao walikuwa wanafanya kazi na Nifa waliendelea kupambana, akiwemo Kibatala waliendelea kupambana ili waweze kufahamu utatuzi wa swala hilo ambalo limemkumba bidada Nifa, ambaye pia ni dada yetu. Tuendelee kumuombea kwa sababu sio swala zuri ambalo limemkuta. Lakini mama yake Nifa pia amejitokeza hadharani baada ya sakata hilo kudumu kwa muda mrefu na bila kupata suluhu. Amejitokeza hadharani lakini pia na kumuomba Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kumwachia mwanae awe huru, kwa sababu mwanae ni tegemezi kubwa kwenye familia. Mama ameongea kwa uchungu sana. Kama umekutana na video au kama hujakutana nayo, basi mimi nitakuonyesha hapo video ambayo mama yake anajaribu kuzungumza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kumwachia Nifa, lakini pia mama yake amekiri kuwa mwanae alifanya yale makosa ya uchochezi ama uchochezi wa vurugu ambao ulifanyika pale mtandaoni. So ukiangalia kwenye posti zake Nifa pale kuna baadhi ya challenge alikuwa anafanya. So watu wengi pia walikuwa wanajaribu kuzichukua zile challenge na kusema kwamba kama anachochea, kwa sababu yeye pia ni influencer kwenye jamii, ana watu wengi kwenye mitandao ya kijamii. Ukienda pale Instagram ana watu kama milioni 2. Sasa akiposti kitu chochote ambacho kinahusiana na vurugu, basi wananchi wanaweza kumuunga mkono kwa namna moja ama nyingine. Hivyo mama yake ameomba sana Dr. Samia Suluhu Hassan aweze kumwachia mwanae, na amekiri kwamba mwanae amefanya hilo kosa. Lakini kwa upande wa Nifa wenyewe bado hatujasikia chochote, lakini pia kesi hatujasikia kama itaanza lini kurindima mahakamani, lakini pia hatujapewa update nyingine ambayo inaendelea kuhusiana na hiyo kesi. Ila mama yake amejitokeza hadharani na kutumia utu uzima, kwa sababu anasema utu uzima ni dawa. Ametumia utu uzima na kusema kwamba yaishe tu kwa namna moja ama nyingine, huko akimuomba radhi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Je, unadhani mama yake Nifa yuko sahihi kwa alichokifanya kutoka hadharani na kuweza kuzungumzia swala hili ama sakata hili la mwanae Jennifer Nifa kwa kosa la uchochezi wa kwenye mitandao ya kijamii? Yuko sahihi ama hayuko sahihi? Unaweza kudondosha maoni yako hapo, na kama hayuko sahihi unadhani nini angefanya mama yake? Ama kama yupo sahihi, je, unadhani kwamba amweki mwanae kwenye hatia? Kwa sababu hiyo inaweza kuwa kama ni moja kati ya ushahidi kwamba mama yake pia anakubali kwamba mwanae alifanya makosa. Je, kuna adhabu yoyote ambayo itamkuta Nifa? So andika maoni yako hapo ili niweze kujua kwamba je, na wewe una maoni gani kupitia ili sakata ambalo bidada Nifa analipitia. Lakini pia sio kitu kizuri, tuendelee kumwombea Nifa ili aweze kurudi uraiani, kwa sababu mambo mengi pia ameyapitia. So kama binadamu pia ukipitia vitu kama vile, kuna muda unazidi kudidimia na kutokuwa strong. Hivyo tuendelee kumwombea aweze kurudi kwenye yake kawaida na upambanaji, kwa sababu pia ni mtu mkubwa ambaye ana familia, lakini pia watu wengi wanamtegemea ambao wapo nyuma yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shikamoo mama, shikamoo Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mamangu, nimekuja mbele yako. Mimi kwa majina naitwa Mwanaisha Isaac Msekiwa. Mama nitokea Bukoba, ni mkazi wa Bukoba. Mimi ni mama yake na Jennifer Jovin Bilikuija, almaarufu Nifa. Mama, nimekuja mbele yako kuomba msamaha kwa ajili ya makosa aliyotenda binti yangu. Binafsi mwenyewe sikuyapenda mama, ndio maana nimekuja mbele yako kumwombea msamaha.
Lakini pia najiombea na mimi na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima nije kuomba mama. Mwanangu ni tegemezi katika familia yetu mama. Hatuna kumtegemea zaidi ya Nifa mamangu. Nifa ni mtoto mzuri tu, wengi mnamjua wa Tanzania. Naomba mniombe msamaha kwa binti yangu. Sijui imekuwaje ametetereka na ripi mwanangu. Mwanangu anakupenda sana. Mwaka jana tu ameanzisha challenge ya Samia Suluhu Suti. Na ikawa imekubalika sana. Hiyo yote ni kuonekana ni jinsi gani anakupenda na kukupa respect kama Mheshimiwa Rais wetu mamangu. Namtegemea mwanangu mama. Tunamtegemea wadogo zake wanasoma. Mimi sina kazi, sina kupoa hela popote. Mimi ni mgonjwa na umwa mamangu. Tegemezi langu ni mwanangu. Ndugu zangu wa Tanzania naomba mniombe msamaha wa binti yangu. Niombe msamaha kwa Mheshimiwa Rais ndugu zangu. Amekosea, natambua makosa yake, naomba mnisamehe. Naomba mniombe msamaha na mimi pamoja na familia nzima. Nimeagizwa na familia nzima mama, tunaomba huruma yako mama. Sina popote pa kwenda, sina msaada zaidi yako wewe mama. Tunakutegemea wewe tu. Hamna yoyote wa kututegemea sisi, wa kumtegemea zaidi yako mama. Hatuna pa kutoa msaada mama Samia, naomba utusaidie mama. Naomba msamehe Nifa, amekosea, natambua makosa yake, naomba utusamehe. Naomba utusamehe mama.